Swala hili la kupuuzia baadhi ya mambo, baadhi ya unayoyasikia au baadhi ya unayoyaona ni katika manhajun nabawi, katika mwendo wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na huu ameutaja Mwenyezi Mungu katika kitabu chake aliposema arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Mtume alikwenda kwa Bibi Hafsa akampa siri katika siri zake. Bibi Hafsa kama mwanadamu kughafilika, akachukua siri ile akaenda akamwambia Bibi Aisha, siri ya Mtume imetoka nje. Mtume alipopata habari hii baada ya kujulishwa, yeye ni mursal muha ilai, alipopata habari kwamba siri yako uliompa Bibi Hafsa kaitoa, akamfuata Bibi Hafsa akamgomba, akamwelekeza kwamba kitu ulichokifanya si sawa sawa. Arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd, mengine akayawacha, akayaweka pembeni. Tujiulize mimi na wewe, unapokuwa umetokewa na tukio kama hili, wewe na ahli yako kafanya kosa fulani, nini kinachotokea baina yetu? Ni kumkamata na kuanza kurudisha mafaili yote ya nyuma. Wewe ndiyo tabia yako, ulifanya hivi, ukafanya hivi, na leo unafanya hivi, yanatajwa ya miaka 20 iliyopita. Lakini haya pia ni katika tabia za wanawake. Hawa ni wanawake, ndio tabia zao, inabidi kuwaelekeza na kuwafahamisha. Lakini hata wewe mwanamume, na wewe unanongwa, unaanza mafaili 50 yaliyopita. Hii inapelekea anaghas fil haya, migogoro, na kwa ndoa hazina utulivu. Ndio hapo tunakwenda kwa madaktari wa kisaikolojia, tunasumbuka sana. Kumbe yote ni kwa sababu wewe unastaksi kila shay, yani unafuatilia dogo na kubwa katika kila jambo. Shekhe, ukiwa katika hali hiyo, basi wanasema utakufa mapema, hutokuwa na raha katika maisha yako. Wanasema alkarimu la yastaksi, mtu mkarimu, mtu mtukufu hastaksi katika kila kitu. Yako mambo ya kustaksi na kuyarekebisha, lakini sio kila kitu unastaksi. Hii ndiyo manhajun nabawi, tunaweza kujifunza na kustafidi kutoka kwake Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo katika masiku haya tushereheke, tutoe sadaka, tufanye kila amali zilizokuwa njema, tumsalie sana Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hasa Mwenyezi Mungu akabadilisha katika hali zetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunagaziwa jana, leo, juzi tunagazia na leo. Kuna ndugu zetu wanafanya matibabu ya macho katika uwanja wa Mnazi Mmoja.